Karibuni katika sehemu yetu ya pili ya kijana aitwaye kwa jina la Kivivu. Katika kijiji fulani kulikuwa na mzee mmoja ajulikanaye kama Mzee Kasuli. Mzee Kasuli na jamaa yake wanaishi katika kijiji cha Jendereze. Hakijawa kijiji kamili ila bado makazi mapya. Kijiji hicho kiko mbali kidogo na kijiji chetu. Juhudi ni binti wa Mzee Kasuli. Siku moja Juhudi pamoja na wenzake walikwenda harusini, huko walikutana na kijana Kivivu. Baada ya kuamkiana walipata nafasi ya kuzungumza sana. Sherehe za harusi zilipokwisha, kila mmoja alirudi kwao. Kivivu alimwaza sana Juhudi, mwisho alikata shauri kupeleka posa ili apate kumwoa Juhudi. Vijana hao baada ya kushauriana waliona bora wazazi wajulishwe. Wazee na pande zote mbili walikutana na kuzungumzia kwa furaha juu ya watoto wao. Wazazi wa Kivivu walijiandaa kwa mahari, huku wakiulizia tabia za Juhudi, nao wazazi wa Juhudi waliulizia tabia za Kivivu. Zilivyo uchunguzi ulionyesha kwamba upande wa msichana haukuwa na tatizo wala kasoro yoyote. Juhudi alikuwa ni mwanakijiji kamili, alifanya kazi kwa bidii, tena alikuwa hodari wa kazi za nyumbani. Ilikuwa ni mwiko kwake kukaa bila kazi. Upande wa Kivivu ulikuwa na hitilafu kidogo. Hakuwa mwanakijiji, hakuweza kujitegemea. Alijaribu kulima akashindwa. Pia alijaribu kuchuuza akashindwa. Upande wa msichana uliona kuwa asingeweza kumtunza mke. Kwa hiyo uchumba wao ukafa. Kwetu kazi ni jambo muhimu sana. Mvulana asiyefanya kazi hupata taabu kuoa. Hivyo hivyo hata kwa msichana jambo hili linatukumbusha msemo usemavyo, uvivu ni nyumba ya njaa. Baada ya Kivivu kukosa Juhudi, Kivivu alihuzunika sana na kukonda. Kila siku alifikiria namna ya kupata mchumba mwingine atakayemuoa. Wenzake wote walikuwa wamekwisha oa na kupata watoto. Alifikiria jinsi ya kupata mali ili aweze kujitegemea. Uvivu wake ulimfanya asifanikiwe katika jambo lolote. Ingawaje ilikuwa hivyo kukata tamaa. Akasafiri mbali kutafuta kazi. Alipofika mjini, aliomba kazi ya viwandani na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa leo naomba tuishie hapa. Ili wiki ijayo nadhani tutaendelea kujua juhudi za Kivivu katika kutafuta kazi ili aweze kujitegemea na apate kuoa na kutengeneza familia yake yeye mwenyewe. Asanteni sana ndugu zangu. Usisahau kusubscribe channel yangu ya Mr. Chenga kule YouTube na TikTok, pia natumia jina hilo hilo la Mr. Chenga. Facebook Mr. Chenga, Instagram takujia soon. Asanteni sana.